Ukiwa hutaki kutumikia raia au wananchi, tutakufuata kweli? Yule ambaye ni mkubwa ni yule anatumikia. Na yule ambaye unamtumikia ni lazima uwe na uelewano naye. Let me repeat that again. Whomever you serve, you must be in a peaceful coexistence with them. Asiongei juu ya mtu. Ni lazima kuwe na uelewano. Na hakuna kusema kwa nguvu, mimi nitakufanya. Tulitoka huku kitambo. Huko tulitoka kitambo. Kule kwa kuambiwa mambo na nguvu. Kile tuwasema ni upendo, kutumikia na uelewano kati ya watu. Hicho ndicho cha maana sana. Kwa hivyo sisi tuwasema ni vizuri tukiwa tumejitolea kutumikia. Na ukiwa wewe hutumikii wale wengine, anza siku ya leo kutumikia. When I listen to the oath of office, kutoka president mpaka yule mdogo kabisa, there is nowhere where it is written uongozi ni pesa, uongozi ni nguvu, uongozi ni nini. Mimi niko tayari kutumikia jamii ya Kenya. Na si vile tutakuwa ate kwa mlego gani ate ili tutengenezewe barabara. Nimehurumia watu wengine tulikuwa tunakuja pamoja nao pole pole, walikuwa na kagari kadogo. Hata waliniacha nyumaye, nikawafikia wakaniambia wewe pita tu kwa sababu haka ketu kanashindwa kwenda. Leadership is service. Leadership is service. Na hiyo ndio kitu cha maana katika maisha yetu. Si vile nitakuwa na pesa mingi, si vile mimi nitakuwa na watu wengi, si vile mimi nitakuwa nani. Hapana, ni vile mimi nitatumikia. Leadership is service. Leadership is service. Na kwa hivyo yule mimi natumikia ni lazima nimpende. Ni lazima nimpende. Sitaki kusema mengi. Mimi nahuzunika sana hata ikiwa imesemwa, nikiona ati kuna vijana wanauawa. Kwa nini? Ours is to preserve life, but not to kill. Our responsibility is to preserve life. Whoever you are, whether you are a bishop like myself, whether you are a leader, whoever, your work is to preserve life. That is your work. Now, huwezi preserve life if you don't love that life. There must be love. Na kile tumeitiwa sisi tukiwa viongozi, sisi tukiwa mapadle kama mimi, tukiwa nani,
Kazi yetu ni kupenda kazi yetu ni kupenda wenzetu. Acha niseme kwa mfano mdogo sana. Huwezi jipeana kwa bibi yako ikiwa hauna upendo naye. Ni kweli au si kweli? Na wewe ukiwa bibi, huwezi jipeana kwa mume wako ukiwa hauna upendo naye. Hata kulea watoto ni lazima uwe na upendo. Lakini wewe ukiwa na side chick au ukiwa na boyfriend mwingine, utamuonyesha madharau bibi yako au mume wako. Kwa nini tuonyeshe nchi yetu madharau? Kwa nini? Nchi yetu ambayo twaipenda. Unatumikia nchi yako kwa sababu unaipenda. Itumikie na uitumikie kwa furaha. Na ukiwa huipendi, kazi yako itakuwa kupora mali na kuona ya kwamba watu wote wako chini yako, unawakanyanga na miguu yako. Ai. Na sina umbaya, ni kusema na kuongea naongea. Ukiwa hautumikii familia yako, hautaweza kuipenda. Ni nchi yako ipende. Ni kanisa lako lipende. Mwisho utakuja kujivunia mazuri ambayo yatapatikana. Lakini ukikosa kumpenda bibi au kumpenda bwana au kuipenda nchi yako, hakuna mazuri yatatokea. Hakuna. Unaweza sema tukusamehe. Kuna mtu aliongea hapo 2007 and whatever. Tulisameheana. Lakini kila wakati tuwasameheana. Kanisa Katoliki na Kristo mwenyewe wanasema ni mara 70, ni mara 7, mara 70. Hata yeye naye Kristo. Hata naye Kristo ni wa maajabu. Lakini ndugu yetu Kamaru alisema, na ninakuja kumaliza sasa. Alisema, kumanda kuohera no kiringa thenge, tendo kaigererwo guoko ni mondonge, ona ngoro etathirete munju ugathie Momba.